Ngoja leo nichane mkeka kwanza. Ngoja nichane mkeka. Mnajua nini? Mnao beti, mimi sijui hata vizuri. Huwa mikeka inachanika. Sasa leo nachana mkeka. Mchungaji, miaka kadhaa iliyopita nilisikia semina inatangazwa kwenye redio. Nikamlipia gharama aende kujifunza kutengeneza sabuni. Sasa wakati mwingine nilikuwa naenda kumchukua na gari, naweka mafuta, nasubiri kabisa, wanasoma, nasubiri anarudi. Sasa bwana sema akasoma, akajua vizuri, akachukua vitabu vyake akaviweka ndani. Nikamkurupusha kwanza, wewe ulisoma, ulitumia gharama yangu na muda wangu na kufuata, niambie matokeo umefanya nini? Akajitetea, anapojitetea nikaliwasha. Unajua kuwasha moto wa gesi ni tofauti na kuwasha moto wa nani? Kwa makaratasi. Si unajua moto wa gesi unavyounguza haraka. Si nyinyi wapishi wazuri mwikie? Wa mama mko wapi? Mama nyinyi mnakula hotelini. Moto wa gesi unashika haraka na unaivisha haraka kuliko moto wa kuni. Kwani niliwasha moto wa gesi. Sikuwasha wa umeme, nikawasha wa gesi ndani. Kweli gesi ililipuka. Ililipuka vizuri. Puku safi sana. Ukawa moto umekolea. Moto umekolea, mnanuniana wiki 2 kwa sababu ya moto niliowasha. Kila mtu anapita kivyake. Asema sawa, mimi siwazi. Unanilazimisha. Lelelele. Kaambia utalazimishwa na utalazimishika. Wiki 2 zilivyoisha nikawasha tena moto wa gesi. Lakini ule moto wa gesi ukaenda, kumbe ule moto unapokuwa unawasha, unakuwa unaenda unakolea kidogo, unakolea kidogo, unakolea kidogo. Ulivyokolea, mwenyewe akatafuta vitabu akaanza mwanzo. Sasa nikamuuliza, nilipokuwa na... Lakini hapa amekaa zaidi ya miaka 5 hafanyi. Yaani ni zaidi ya miaka 5. Hajasoma leo. Asiji kilikurupushwa na kitu gani baada ya kuwasha sana akaanza kufanya. Sasa nimesema leo nachomoa, yani leo nachomoa beti. Gari la mafuta limeanguka kule Morogoro. Linachomoa beti ili lilipuke vizuri sana. Ili nyie muelewe, sina lengo baya. Muelewe kwamba umaskini ni roho ni inayotesa watu. Kukutesa kwako ni kwa sababu ya roho. Unabakiza Simba Yanga, Simba Yanga. Usajili kifaa. Kifaa gani wewe mandazi wewe, hata kifaa Kifaa gani bwana? Sijasema msishabikie mpira, ushabikieni, lakini shabikia huku wallet ikiwa imetuna. Unajua ukiwa una hela hata ukishangilia unashangilia kibose. Sasa nikashangaa amekurupuka, akaagiza vifaa, akaenda akaagiza vifaa waliko kwa duka, akaanza kutengeneza. Nikatoka usingizini na shangaa, nyie mnakoroga nini? Nakoroga sababu. Nikasema mwani wangu nikasema wow, kumbe sasa ule moto umeshaanza kuwasha kabisa, chuma kimekolea. Unajua moto unaanza kidogo alafu kile chuma kinaua, yani kinawaka mpaka kinakuwa chekundu, kajua hapa tayari. Akaanza kufanya na akapata soko. Sasa ndo anatoa siri, mimi sijui. Sasa nikamwambia acha kufanya biashara kirokari. Nakupa wazo. Tunakudesignia vizuri logo. Logo inakuwa ni ya kwako. Kabla hujaenda kuisajili, unaanza kuitumia wewe. Unatafuta soko kwenye masupermarket, kwenye maduka, unaanza wewe mwenyewe kutembea. Alipotengeneza kapata wateja, akabaki kudai kukaa, yani amelizika na wateja wachache.
Yaani unajua kuna roho ya umaskini inatesaga watu. Ni kweli soko amelipata. Kama mimi nimesoma hesabu kidogo. Naomba peni. Naomba peni haraka sana hapo. Leta peni. Leta peni. Mimi nafundisha roho ya uweza. Ili kuwepo mahali pale. Tunakuja hesabu. Kama 30,000 tunaingia darasani hapo. Unatoa 90,000. Je, ukiwekeza mtaji wa 100,000. 100,000 ni mshahara wa mtu hapo. 100,000 utapata faida ya shilingi ngapi? Una cross multiplication. Unachukua 100,000 mara 90,000 unagawanya kwa 30. 300,000. 300,000 akitoa 100,000 yake mtaji anapata faida ya 200,000. Faida ni laki ngapi? Halo? Tumeelewana vizuri? 30,000 anapata 90,000. Akiwekeza 100,000 atakuwa na shilingi ngapi? Unachukua 100,000 unazidisha mara 90. Unagawanya kwa 30. Kilichokuja kupatikana ni 300,000. Ameanza na 30,000 akapata mtaji, hata kupiga miayo utanimeza. Akapata mtaji anayepiga miayo mimi nimemuona. Wewe unacheka umemwona, mimi nimemuona. Akachukua 30 akapata 90,000. 90 akatoa mtaji akapata 60. 60 ni baili, ana roho ya kibaili ndani mwake. Akatumia 20 ikabaki 40. Akafanya mara 3 mara 4 akapata 100,000. 100,000 akaweka kwenye mtaji yote. Akatafuta soko, anapata madumu, anapata 300,000. 300,000 akitoa 1,000, akitoa 100,000, faida ana 200,000. Uwezo wako wa kutafuta soko ndio kutaka kusababisha uuze kwa kasi. Swali, maduka yako mangapi? Supermarket mangapi? Mini market mangapi? Watu wangapi wanaofanya hizo biashara? Una rogo yako, unaanza kujiblandi. Unapokwenda unaacha business. Amelala. Amelala, 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 amelala. Yuko nyumbani amelala. Wewe uliokuwa unasema nataka mtaji. Mtaji unatoka kwenye wazo. Uwezo wa Bwana ukiwa ndani mwako, utafanikiwa mwanangu. Nani alikuwa anajua kwamba 30,000 inakupeleka kwenye mamilioni? Sasa tunabadilisha. Umeuza, umepata faida 200,000. Tuiache 200,000. Tuchukue 1,500,000. Kwamba 100,000 ulipowekeza 100,000, tunarudi pale pale shuleni. Ulipowekeza 100,000 ulipata 300,000. Kwa tuende hivyo hivyo 300,000. Je, nikiwekeza 300,000 nitapata shilingi ngapi? Kwa hiyo tunachukua 300,000, tuna cross multiplication mara 300,000. Niko hapa nafundisha, nimemwambia leo nafundisha. Tunagawanya kwa 100,000. Kwa haraka mimi naenda tu. Majibu ninayo, lakini naenda na wewe tu. Tutakuwa na 900,000. 100,000 ile 300,000 itakuletea 900,000. 900,000 ukitoa 300,000 unabaki 600,000. 600,000 ukitoa pamoja na
nauli ulizozitumia. Sasa hivi vitu juhudi zako zinakupeleka. Yaani unaamka asubuhi, wewe si ulikuwa kibarua? Wewe si ulikuwa unaamka saa 11 unaenda kazini? Amka saa 11, anza kutafuta soko. Zunguka. Unaanza kupiga wema wa Mungu, umenizunguka. Unazunguka na bidhaa yako, unazunguka na madumu yako ya sabuni, unazunguka, unatafuta soko. Huku umetengeneza rogo yako, huku na business card. Ndani ya muda mfupi, ndani ya miaka 3, kuna mara kwenye refu nyingine utakuwa. Na kinachoendelea ni kwenda kusajili BRELA, kutengeneza logo yako inakuwa na hatimiliki. Unaanza kutengeneza kiwanda. Aliyetengeneza kiwanda akuanzia juu, alianzia chini na wazo la chini.